babu al-luqta يسمى اللقطة وضم اللام بفتح قاف اللقطة نبيه نسمى اللقطة والسكون قاف mtu anapoangusha kitu au anapopoteza kitu si mjinga kama wana vile wanavyosema watu. Wewe pia waweza kuangusha kitu, unaweza ukapoteza. Sasa mujitama wa Kiislamu ulivyo katika kuzilinda mali za watu, mtu akiwa ameangusha kitu chake, basi anatakiwa mtu muaminifu akichukue kitu kile, kitachukuliwa, kitahifadhiwa na kitatangazwa kwa sifa zake. Kwa hiyo mwenyewe atakitafuta au atakifuata kitu hicho, tutangazwa kama ni kwenye maredio, kwenye magazeti, katika milango ya misikiti, huko nje ya misikiti, katika masoko, kwenye minada, sehemu za mikusanyiko ya watu, kwamba kuna mali imeokotwa au kuna pesa zimeokotwa au kuna mkoba fulani umeokotwa, kuna kifurushi kimeokotwa, aliyepoteza aje achukue kitu chake. Kwa hiyo ukifika pale utaeleza kitu chako wewe kilivyo. Kama ni mkoba wako utaeleza ndani yake kuna nini, kwanza una rangi gani, ndani yake kuna kitu gani. Kama ni pesa utazitaja pesa zako kiasi gani. Utaulizwa maswali, watu wakijikinaisha kwamba ni chako kitu hicho utapewa. Huo ndio Uislamu unavyotaka. Sio kwamba leo nimeamka bwana mashaallah na bahati kweli kweli, nilikuwa sina hata 100. Maana tembea Allah kanijalia karuzuku bwana. Hujaruzukiwa si chako. Kwamba umekuta pochi lina pesa ndani nyingi tu. La, si pesa zako zile. Kwa hiyo mujitama wa kijahilia haujali. Unaweza ukaangusha huko pale, watu kunyang'aniana, unakimbia, uchukua kitu na zao. Ukija hupati. Sio umeangusha, hupati kitu. Sasa hiyo ni jamii ambayo haiko katika misingi ya sheria Allah tabaraka wa taala, na wakamsifu kwamba mwenye mali ni mjinga. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال imepokewa kutoka kwa Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب أو الورق. aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuhusiana na nukta ya dhahabu au fidda, yani kitu kilichopotea, kitu kilichookotwa. Faqal, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, i'rif wikaaha wa ifasaha, basi kitambulishe kifuniko chake, wa ifasaha, na chombo chake kijue kwanza wasifu wake, kwamba kama ni kifuniko kikoje, kama ni chombo chake kikoje, ili atakapokuja yule mwenyewe anayekitafuta akielezea zile sifa, basi ziende sawa sawa na ile namna wewe uliyojua kwa rangi na aina yake na ukubwa wake. Kwa hiyo wikaaha ni ile khayt almarbuta bihi, kifuniko au ile kamba inayofungiwa pale juu, ndio inaitwa wikaa. Wa ifasaha, na chombo chake. Kisha akasema thumma arifha sana, kisha kitangazie mwaka mzima, tangaze mwaka mzima. Kama wewe waona mambo yote hayo mengi, basi usiokote, acha.
au kichukue kipeleke kwa watu waaminifu. Jamani, mimi nimeokota kitu fulani, mtakitangazia. Pengine ni mpita njia tu hapo, wasafiri wenda zako, ndio ukiondoka nacho, huyu hapa aliangusha hapa, hawezi kukipata, basi wewe kipeleke. Kama hapa waweza kuchukua ukisalimisha kwenye serikali. Jamani, mimi nimeokota mzigo huu na maelezo ndiyo haya, lakini mimi ni msafiri napita njia, mwenyewe akija basi kisalimishe huko. Si tena wewe wasafiri waondoka na umeokota mkoba wa watu wenda nao. Wenda nao wapi? Na si wako. Wallahi alhamdu, serikali zipo na watu wapo, vituo vya polisi vipo, peleka. Si chako, kwa sababu kama waogopa kwamba mtaani kumkabidhi mtu pengine atakimbia nacho, basi kipeleke mahali ambapo unaona kwamba hapa pana usalama wa mali hiyo. Kitangaze mwaka mzima. Fa illam tu'raf, kikitojulikana. Fa illam tu'raf, kikitojulikana, yani hakuna mtu yoyote aliyejitokeza akijua. Fastanfiqha, basi kitumie. Fastanfiqha, basi kitumie. Ndio maana nasema fastanfiqha, yani adhifha ila nafaqatik, kiongezee katika matumizi yako, kwa maana una khiari, umepewa ruhusa ya kukitumia. Waltakun wadi'atan indak, na kiwe ni amana kwako. Waltakun wadi'atan indak, na kiwe ni amana kwako, kama ni kama ile amana, mfano wa amana ambayo iko kwako wewe mwenyewe, akija utamrudishia. Fa in jaa talibuha yawman min ad-dahr, akija mwenye kukitafuta siku moja katika zama, faaddiha ilayhi, mpe. Waltakun wadi'atan indak, na kiwe ni amana kwako. Fa in jaa talibuha yawman min ad-dahr, akija mwenye kukitafuta siku moja katika zama, katika wakati, faaddiha ilayhi, mpe. Mwenyewe ashakuja, mpe. Kama ulikitumia mathalan ni kitu ambacho hakiwezi kukaa kwa muda wote huo, lazima kitumiwe, basi kitumie, akija utampa badala yake. Wasaalahu an dallati al-ibil, na alimuuliza yeye kuhusiana na aliyepotea katika ngamia. Wasaalaha, na alimuuliza an dallati al-ibil, kuhusu ngamia aliyepotea. Alimuuliza wasaalahu an dallati al-ibil, na alimuuliza yeye kuhusiana aliyepotea katika ngamia. Faqala, akasema malaka walaha, wamtakia nini? Una nini wewe na huyo ngamia? Kwa maana wewe wamtakia nini ngamia? Mwache. Umeona ngamia porini huko, tembea mbugani, sema utakuwa kapotea, ngoja ni la, ngamia achana naye. Hakuna ngamia kupotea, ngamia hapotei, wala hakuna katika wanyama wadogo wadogo anaweza kumshambulia ngamia. Kwa hiyo wewe achana naye. Ndio maana akamwambia malaka walaha, da'aha, muache. Fa inna ma'aha hidhaaha, hakika kipamoja na yeye au ya pamoja na yeye matembezi yake, viatu vyake. Ngamia anaweza kutembea mwendo mrefu, ana viatu vyake, hofu zake zile, kwa hadhuriki. Ana viatu vyake au hofu zake. Wasiqaaha, na kinywaji chake, ana uwezo wa kubeba maji kwa muda mrefu katika tumbo lake hata kufa kiu. Taridu almaa wa taakulu shajar, ngamia anakunywa maji na anakula miti. Anakunywa maji na anakula miti, kwa hiyo hawezi kufa njaa, hata kufa njaa. Anaishi jangwani ngamia. Kwa hiyo mwache. Hata yajidaha rabbuha, mpaka atakapompata yeye mwenyewe. Hata yajidaha rabbuha,
mpaka atakapompata yeye mwenyewe. Kwa ngamia ana uwezo wa kunywa maji, taridul maa wa taakulu shajar, sababu shingo yake ni ndefu, anaweza kula miti juu, si kula majani tu ya chini. Alkala la anakula shajari, anakula hata majani ya juu ya mti. Kwa hiyo muache hata yajidaha rabbuha, mpaka atakapompata yeye mwenyewe. Wasalahu anishah, na akamuuliza yeye kuhusiana na mbuzi na kondoo. Shani wahida min alghanam, anaweza akawa ni dhan au akawa ni maaz, tena jike au dume. Kwa Mtume swalla sallam pia akaulizwa, je, kama ni mbuzi? Faqala khudha, akasema Mtume swalla sallam mchukue. Amri ya ibaha hiyo, mchukue, usimwache. Fa innama hiya laka, hakika si vingine huyo mbuzi ni wako, kwa maana atakuwa ni wako kama mwenyewe hukumpata, hakutokea mwenyewe, basi huyo atakuwa ni wako. Au li akhika, au ni wa ndugu yako kama akija mwenyewe. Ukimchukua mwenyewe akijitokeza, basi atakuwa ni huyo ndugu yako, umemshamuhifadhi. Na kama hakujitokeza, atakuwa ni hiyo ni mali yako wewe, tumia. Au ni dhibi, au ni wa mbwa mwitu, kimwacha ataliwa na mbwa mwitu. Hana uwezo wa kujihami na mbwa mwitu. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha kwamba inafaa kuokota vitu vilivyopotea, lakini kwa sharti ya kukusudia kukihifadhi kitu hicho kwa ajili ya mwenyewe. Inafaa kuokota kitu kilichopotea, mali iliyopotea, lakini kwa sharti iwe makusudio yako wewe ya kuokota ni kuhifadhi, kumhifadhia mwenyewe. Akija mwenyewe kumpe. Na kiwa takiwa kwanza ukitambue kitu hicho na sifa zake. Na ni vizuri kwa wakati wa sasa mtu anapokuta kitu, umeokota mfuko, umeokota kitu kadha, kisalimishe serikalini. Basi kipeleke, utakuwa umeshajivua katika dhima hiyo. Au kama una dhana yako ni rajih kwamba ni cha hapa hapa, pengine ni watu wa humu tu maeneo haya ndio wenye kitu hiki, basi vizuri ukakitangazia katika maeneo haya. La, ni katika maeneo ya watu wengi, wasafiri na watu wengine wa mbali, basi kipeleke mahali ambapo watu wote waweza kufika hapo. Umeelewana? Yani kama ni sehemu ambayo mkusanyiko wa jamii moja, watu wote wanajuana au wengi wanajuana na wengi wanafika maeneo ya hapo, basi ni vizuri ukakitangazia kitu hicho katika eneo hilo, kwenye mtaa au katika eneo la msikiti au katika chuo au katika shule. Basi pengine hiki ni kitu cha mwanafunzi fulani au cha mwalimu fulani, basi ni eneo hilo, au katika soko hapo. Lakini kama ni maeneo ambayo watu wanakuwa kutoka sehemu mbalimbali na mkusanyiko ni mkubwa, kama maeneo ya stendi za magari, vizuri ukakisalimisha kitu hicho, badala kuna nacho nyumbani kwako, vizuri ukisalimishe serikalini kwa maelezo kamili kwamba hiki kitu nimekikabidhi. Na ukitangaza pia ni bora kwamba mimi nimeokota kitu mahali fulani au pesa nimezikabidhi kwenye kituo cha polisi fulani au kwa mwenyekiti wa mtaa fulani au mahali, basi tangaza hivyo. Au nimekisalimisha katika msikiti fulani, ukamwona imamu wa msikiti, mfano kama hivyo. Kwa hiyo ni rahisi kuliko sasa, bwana mimi niko huko wapi sijui huko. Yani kwa mfano kama mtu iko pale Dar es Salaam, labda amekuta kitu Kariakoo, labda mimi niko Vikindu, sasa nitakwenda Vikindu wapi? Sikipeleke tu basi katika kituo cha polisi, au mpelekee imamu. Kama ni maeneo ya msikitini, basi mpelekee imamu wa msikiti fulani, alafu tangaza kwenye redio
tangaza kwenye magazeti, jitolee kwa ajili ya Allah. Wewe uwezi mambo haya, achana na kitu hicho, usibejibebeshe dhima alafu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ni wajibu kukitangaza mahali ambapo kimepotea kitu hicho, au mahali palipokuwa karibu na hapo katika mikusanyiko ya watu. Na zoezi hilo la kutangazwa litafanyika mwaka mzima, kwamba ameshatangaza mara 2 mara 3, basi naona hajatokea mtu, mimi nikaona nile tu. Mwaka mzima tangazo kwa gharama zako. Na ni wajibu mwenyewe akija akitaja sifa zake zinazoendana na kitu hicho kumpe kwa ukamilifu, usipunguze hata kitu kimoja. Hiyo ni kabla ya mwaka au baada ya mwaka, mpe. Baada ya mwaka mmoja kupita, yani miezi 12, itajuzu kufanya matumizi, kwa kitumie hicho kitu. Lakini mathalan kama ni kitu kama vile mnyama, labda ni ng'ombe wa maziwa, maadamu sasa utakuwa wewe wamlisha, basi ni jaiz kutumia ukanywa yale maziwa yake, kwa sababu lazima akamuliwe maziwa na lazima alishwe. Basi utakunywa maziwa kwa sababu unagharamika, basi utanufaika. Lakini baadhi ya wanawachuoni wanasema vitu vidogo usameheka. Tembea barabarani unakuta 200, unatangazia nini? Tumia 500, 1000, خلاص. Umekuta kijipenseli kipande, uanze kuarifu imani ambapo sheria kwambia tumia vitu vidogo ambavyo thamani yake ni ndogo, hakuna la basa. Lakini vidogo kwa nani sasa? Adatan kama kitu kidogo mtu hawezi kutaasafu hivyo kwamba amekikosa, akasikitika, akajuta, akapata na huzuni. Ushahidi wa hili wanasema hadithi Anas radhiallahu ta'ala anhu. Mtume صلى الله عليه وسلم alipita siku moja njiani, akaiona tende iko njiani, tende moja. Akasema laula anni akhsha an takuna min as-sadaqati la akaltuha, lau mimi sio kuogopea kwamba hii tende itakuwa pengine ni ya sadaka au ya zaka, basi mimi ningeila. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم hali sadaka, sasa inawezekana hii ikawa ni ya sadaka, lakini mimi ningeila hii. Akusema ningechukua nikaitangazia. Kwa ni jaiz fayuadhi almuadhdhin. Nitatosha, tutakuja kuanza darasa nyingine babul wasaya.